Kivyake tunafuata gani ya Roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu unaona masaa imeenda sana, sitahubiri ila nitapeana tu himizo kidogo. Bwana asifiwe. Kwa sababu nilikuwa tu na ujumbe sasa. The topic is, nilikuwa na ujumbe wa topic ikisema chochote kilikufa katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kuna uwezo kufufuka tena. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata kama waliua hawakukizika. Bwana asifiwe. Na hata kama kilizikwa tunafufua. Bwana asifiwe. Kwa sababu walienda wakaua vitu zako, wakaua baraka zako, wakaua maisha yako, lakini hawakuzika. Bwana asifiwe. Zile vitu mnapewa vilikufa katika maisha yenu. Nani aliona kaburi? Bwana asifiwe. Kwa sababu hakuna kaburi, tunazitabiria siku ya leo. Bwana asifiwe. Tunazitabiria zikuwe hai kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hamiri ya kwamba chochote kilikufa katika maisha yako, siku ya leo ni siku ya kukitabiria. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu na ni mtakatifu. Bwana asifiwe. Waliua lakini hawakuzika. Bwana asifiwe. Huko Ezekiel ukiangalia unaona wakati jeshi la Israeli lilikufa. Bwana asifiwe. Kungawa hakuna tumaini tena katika Israeli. Bwana asifiwe. Wakati hakuwa tumaini, watu wakaona ni hivyo sasa tumemalizana na Israeli. Bwana asifiwe. Kwa sababu nao walitenda dhambi mbele za Mungu. Lakini wakati waliuawa, walienda wakatupwa kwa bonde. Bwana asifiwe. Lile bonde wakatupa huko, wakaoza, wakakauka, tumaini likalisha. Bwana asifiwe. Lakini Mungu
Mungu ndiye akuruhusu wakazikwe. Bwana asifiwe. Kwa sababu lile jeshi lilikuwa na watu wao, lakini Mungu hakuruhusu wazikwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Ezekieli alitumwa kwa ile mifupa, kwa lile bonde, akaambiwa aende akatabirie. Akaenda akasema, akaambia Mungu akamuuliza, yani alichukuliwa katika ulimwengu wa rohoni, akaulizwa hii mifupa inaweza ikakuwa hai? Akasema mimi sijui. Akaambiwa tabiri. Bwana asifiwe. Siku ya leo ni siku ya kutabiria maisha yetu. Bwana asifiwe. Haijalishi ni nini kiliuawa, haijalishi ni nini walifanya, siku ya leo chochote kilikufa katika maisha yetu, tunaenda kukuinua tena. Bwana asifiwe. Hata kama walizika, bado tuko na uwezo wa kuamurisha zile makaburi zikapasuke na zile majeneza tukawatoe ndani, tukatoe baraka zetu, tukatoe vitu zetu, tukatoe mali zetu, tukatoe ndoa zetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe unaona kama mambo yako yamefika mwisho, siku ya leo nataka kukuambia ya kwamba usikubali adui akazika baraka zako. Bwana asifiwe. Ndio wanaweza kuwa wameua lakini hawajazika. Bwana asifiwe. Israeli wakauawa lakini hawakuzikwa, kwa sababu Mungu alikuwa anajua atawarudisha hai tena. Kwa hivyo alikuwa anajua hata kama wamekufa, bado alikuwa na upendo wa Waisraeli. Akasema nitawafufua tena. Akatumana wakaenda wakatabiriwa. Bwana asifiwe. Ile mifupa ikaenda ikatabiriwa na wakakuwa hai tena. Bwana asifiwe. Tumaini la Israeli likaonekana tena. Sijui nini imekufa katika maisha yako, sijui ni nini adui aliua katika maisha yako. Nataka kukuambia ya kwamba ndio waliua lakini hawakuzika, na kile hakikuzikwa tunakitabiria siku ya leo, kwa maana tuko na nguvu na uwezo. Bwana asifiwe. Hiyo ndoa ambayo inaonekana ni kama inaenda kuisha, siku ya leo nataka kukuambia inuka, tabiria ndoa yako. Bwana asifiwe. Hao watoto unaona ni kama huna tumaini ya kuwapeleka shule, maana pesa zimekuwa na shida. Bwana asifiwe. Tabiria finances zako. Hata kama walikufungia wakasema tumemalizana na wewe, it is not yet over. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu hajasema imeisha. Bwana asifiwe. Wao wenyewe ndio wanajua walimaliza, lakini siku ya leo ni siku ya kutabiria. Bwana asifiwe. Nafurahia sana intercessor wale walienda mlimani. Bwana asifiwe. Na wale hawakuweza kwenda wakatushikilia. Bwana asifiwe. Najua kila mtu alitabiria maisha yake. Bwana asifiwe. Siku ya leo ni siku ambayo ni ya kutabiria mambo zetu. Bwana asifiwe. Hata ule mtoto wa Jairo in the book of Mark 5:39. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba mtoto wa Jairo wakati alikufa, baba yake alimwendea Yesu, akamwambia mtoto wangu amekufa. Bwana asifiwe. Akaandamana na Yesu mpaka kwa nyumba yake. Wakati alikufika pale nyumbani, akakuta watu wanalia na kuomboleza. Aliwauliza, munalilia nini? Munaomboleza nini? Mtoto hajakufa bali amelala. Bwana asifiwe. Ni nini kinafanya wewe ulie? Ni nini kinafanya uomboleze siku ya leo? Bwana asifiwe. Nataka kukuambia siku ya leo, tabiria maisha yako. Simama, alika Yesu katika maisha yako, ili kile kilikufa katika maisha yako kikaweze kukua hai tena. Bwana asifiwe. Nataka kuongea mtu ambaye amefika mwisho, anaona ni kama sasa mahali kazi yangu imefika ninaachana nayo. Mtu amefika mwisho, anaona mambo ya familia yangu imefika mwisho. Mtu anaona mambo yake haiendi mzuri, amefika mwisho, hata point ya give up. Nataka kukuambia siku ya leo, never ever give up. Bwana asifiwe. Usi give up katika maisha yako. Don't give Satan a chance. Bwana asifiwe. Usimpe shetani nafasi, usimpe ibilisi nafasi. Bwana asifiwe. Tabiria maisha yako, simama kwa imani, ambia Mungu, Yesu, nimekualika katika maisha yangu. Kama vile Jairo alialika Yesu katika nyumba yake, akaenda akaamsha mtoto, akamwambia. Bwana asifiwe. Hadienda akaambia mtoto aje. Nani anaweza niambia bani alisema?
Talitha kumi. Bwana asifiwe. Alienda akaambia msichana, wakati Yesu alifika pale kwa nyumba ya Jairo, alimwambia talitha kumi. Talitha kumi kwa maana yake ni msichana inuka. Bwana asifiwe. Nataka kukuambia siku ya leo, chochote kilikuwa katika maisha yako kimeenda chini, kiambie talitha kumi. Bwana asifiwe. Talitha kumi. Hatabiria mambo zako zikaweze kuinuka tena. Haitalishi ni miaka mingapi. Israeli, unaweza imagine mtu akiwa amekufa mpaka ikabaki mifupa bila nyama imeoza. Hiyo ilikuwa miaka ngapi? Zini miaka mingi. It doesn't matter. Walikufunga miaka ngapi? Waliua maono yako miaka ngapi? Walisema nini miaka ngapi? Walikuroga miaka ngapi? Siku ya leo ni siku ambayo watu wanaenda kufunguliwa, watu wanaenda kuinuliwa, watu wanaenda kubarikiwa. Baraka zako lazima zikainuke tena. Kile kilikufa katika maisha yako siku ya leo tunakifufua. Bwana asifiwe. Lazima tutabirie maisha yetu. Lazima tumwalike Yesu katika nyumba zetu, katika maisha yetu, kwa watoto wetu, kwa familia zetu. Maana wewe ulionekana kama tumaini kwa familia yako, wakakupiga mpaka ukaenda chini, ukafika hata point ya ku lose hope. Bwana asifiwe. Don't lose hope. Maana kuna Mungu wa another chance. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo sitaki kuhubiri kwa sababu ya masaa. Naona ni saa 8. Bwana asifiwe. Nataka kukuambia siku ya leo, inuka, tabiria maisha yako. Bwana asifiwe. Andika Yesu katika maisha yako. Nenda mlimani, maana kuna nguvu katika mlima. Bwana asifiwe. Ukienda mlimani pale katika kilele cha mlima, utaweza kutabiria maisha yako na yatainuka tena. Bwana asifiwe. Mambo zako ambazo zilikuwa ziendi vizuri, yale mambo yalikuwa yanaenda mnege, Bwana anaenda kuyaleta tena straight. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usigive up juu ya familia yako. Never give up juu ya watoto wako. Usigive up juu ya kazi yako. Usizike hiyo maono watu wanaona kama wamekumaliza. Bwana asifiwe. Ndoto zako wacha zisikufe. Bwana asifiwe. Hata kama kuna maadui wataona na watashangilia wakisema waliua ndoto zako. Bwana asifiwe. Yaani waliua maono zako, waliua visions zako. Bwana asifiwe. Kuna Mungu wa another chance. Lazima zinaenda kuinuka tena. Tunaenda kuziinua tena. Haitalishi hata kama walizizika. Bwana asifiwe. In the book of Ezekiel 37:12 inasema ya kwamba na nitaamurisha makaburi. Bwana asifiwe. Nitaamurisha makaburi yakainuke na majeneza ni watoe ndani. Bwana asifiwe. Ni nini akiwezi? Bwana asifiwe. Ni nini Mungu hawezi? Kila kitu kinawezekana mbele za Mungu. Kwa hivyo inuka, tabiria maisha yako. Tabiria mambo zako zote ambazo unaona kama ziendi chini. Never give up. Bwana asifiwe. Hata kama walizika, tutafufua. Tutachimba na tufufue kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. There is power in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Kwa katika jina la Yesu, tabiria mambo yako yote. Inua mambo yako yote. Yaambie Talitha karibu. Bwana asifiwe. Inua mambo yako yote. Yale yalikuwa yamekufa, yaambie yainuke. Bwana asifiwe. Na umkaribishe Yesu katika maisha yako, kwa roho yako, na usimame katika njia za Mungu na utaona ukibarikiwa. Bwana asifiwe. Tusimameni na miguu yetu. Tumkaribishe mchungaji. Tusimameni. Fanya haraka sama. Naanguka chini mbele zako, naanguka chini nikuabudu. Naanguka chini mbele zako, naanguka chini nikuabudu. Naanguka chini mbele zako, naanguka chini nikutukuze. Naanguka chini mbele zako, naanguka chini nikuabudu. Naanguka chini mbele zako, naanguka chini
Tunatabiria maisha yetu. Tunatabiria baraka zetu. Chochote aliyokuwa katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Tabiria biashara yao. Tabiria watoto wao. Hao watoto washike kitu kwa shule. Hao watoto waelewe wakifunzwa. Tabiria kichwa chao. Tabiria masomo yao. Tabiria ndoa yako iko karibu kuvutika. Tabiria ndoa yako. Tabiria mume wako. Tabiria familia yako. Tabiria kazi yako. Tabiria tabiri. Tabiri katika jina la Yesu. Karibisha Yesu katika nyumba yako. Katika maisha yako. Kwa moyo wako karibisha Yesu katika jina la Yesu. Baba yetu umefanya asante wewe Mungu na kwa Mungu ni asante kwa nafasi hii ya pili Mungu na kukamilisha. Naomba Roho Mtakatifu wakati mwingine akapigania kwa sababu naweza katika jina la Yesu bariki amen. Piga maneno makofi tuchukue nafasi ya tunakwenda mbele ipande yetu kwa sababu sasa inaenda pesa tu. Angalia nani yako mmoja kama alikula ama akukula. Ndio mtu anachukua chakula kwa sasa inamaanisha umekaa miaka mingi bila kufanya fasting prayer. Sasa Mungu alionekana apataka kufanyia ndio ili uende fasting prayer. Kwa sababu wakati Jona alitumwa na Mungu aende akapee ujumbe Ninawi, Biblia inaniambia kwamba ilifika wakati Jona akajaa na roho ya wivu, akakataa kupeana ujumbe, ndio Mungu akamweka ndani ya samaki siku ngapi? 3 ukikaa ndani ya samaki utakula nini? Hakuna jua, hakuna pafu, hakuna kitanda. Hakuna. Sasa uko ndani ya samaki, lakini umekaa ndani ya samaki kwa sababu umekuwa kichwa ngumu. Maisha yako ukikataa Mungu unataka kuchona. Jona aliweka ndani ya samaki vizuri. Akaambia kwamba kwa sababu umekataa kupeana ujumbe kwa watu Ninawi. Biblia inatuambia kwamba na akabadilisha mawazo akasema ataenda Tashishi. Lakini Biblia Mungu wetu alimwambia kwamba enda wapi? Kama umetumwa kufanya kazi ya Mungu na unapirishaka mikono, siku yako inakuja. Hauwezi unajificha kwa mwanadamu, lakini kwa Mungu sijui unajificha. Hebu niambie unajificha wapi kwa Mungu? Hata mkanga wewe unajificha kwa Mungu. Wewe ni nani? Unajificha kwa Mungu, hatuna jificha. Kwa Mungu unajificha. Afadhali ujifiche kwa mwanadamu, lakini usijifiche kwa Mungu because God knows. Mungu anajua siku yako ya kuzaliwa, anajua siku yako kubarikiwa, anajua siku yako ya kukufa, anajua siku yako kufufuka, anajua siku yako ya kwenda kwa hukumu. Mbele ya Mungu, ona chote hukumiwa nini? Ona chote ndani yako. Ona kujanga tu. Ona mkanga tu naambia Mungu nipatie kipali. Unaomba unaenda uchukue chelo na uso uuse, uende kazi. Hata uchii saa 8 ni kitu gani kitafanyika? Wakati unaambiwa na watu waneche kwamba kuna tabiri mvua itanyesha saa 8 na Mungu anasema iwezi nyesha kwa sababu vyombo vya wanadamu imeomba na wanadamu hizi tabiri. Tunasema mvua inanyesha hadi mafuriko, mwayo na mafuriko. Mungu asipisha. Sasa kila mtu mahali alipo akaa kijua Mungu anafanya nini? Anakuja yaani bila umekaa hivi umuoni, lakini macho yako unaona vitu macho. Ukiingia kiroho utaona watu wawili. Utaona Mungu Yesu amekaa pande hii mkono ya kushoto. Shetani amekaa mkono ya kulia lakini anataka kuja mkono ya kushoto. Sasa kitu ako na atui. Yule anatembea hivi. Yaani bila uko tu hivi uko na atui. Hakuna mtu anakosa atui kwa kanisa. Hakuna. Lakini uzuri tulipewa uwezo na mamlaka. Uwezo na mamlaka. Uwezo na mamlaka. Haya. Mimi naendelea haraka unajua ndani yangu hata yeye nasikia tu kutetemeka. Because mambo si mazuri. Naomba tu wakati ndio kwa prayer nataka msote. Tutoke tu hapa viti mnatoa tu hapo mweke tu huko. Sasa na choo huko. Kwa sababu hapa nataka kutumia vizuri. Nataka kutumia vizuri. Waona mtu kama anakuanga na ile inaitwa nini Waluya? Msamba. Waluya wanakuanga na msamba. Kama jamani kitu hawezi kwenda nini? Ama? Yaani unakaa unatetemeka tu. Unataka kufanya kitu utulie. Yaani ukikaa unakaa hivi. Unakaa yaani uko tu hivi. Unataka tufanye yaani saa hiyo. Kama kwako jamaa. Mpaka ufanye kitu.
Wanaweza tu. Mimi nataka tu yani hiyo maombi niko tu nayo. Kupeleka tu mbio. Mbio na ile kwa serikali hapa. Wacha tuongee watu waanze kutoroka. So mimi niko hapa. Kazi yangu ni kuombea. Unasikia? Kazi yangu ni kuombea. Na sisi kwa hii kanisa tunaomba korona ukweli. Wanaweza tu. Kama ni mkeni kwa hii church, hatutumii mafuta, hatutumii maji, hatutumii mshumaa, hatutumii mitaba. Hii maji ni ya kukunywa. Unajua unaweza kutumia hii maji na upako. Hakuna maji ya upako hapa. Unaandikwa Mountain Chill Purified Drinking Water 1 liter. Hapo ni ya upako. Yaani wewe unamwezeweka lita moja hapa ndani. Atunapima Roho Mtakatifu 1 liter unapea mtu. Yaani umepimiwa lita ya Roho Mtakatifu ikiisha. Unarudi ingi? Haya. Umepewa hiyo maji, umeenda kuweka kwa biashara yako. Umeharibu mpaka malazi ya mtoto. Tuliambiwa ukienda na maji ukumwake kwa kitanda, utalala usiku, unaenda maji mwaka kwa malazi, umesahau umemwaka mahali unalala. Msana kuja kumbe alikuwa ameenda safari na hiyo ndio kitanda pekee yake unalala. Unakwambia ulikocholea kitanda wewe. Unasema sasa unataka kumwambia ukweli. Sasa unachopia ni ulienda huko si kuzuri. Sasa wewe ambia mzee wako ukweli kwa sababu unafanya vitu ndani ya kisa. Chochote unafanya ndani ya Mungu lazima ujifiche ndani kwa kisa. That is why hausemi ukweli. Umesema ni mtoto alikojoa. Ati mtoto alikojoa alikuwa analala. Mseme ngoja tu itakauka. Wapi? Wewe umeiba shilingi 500 ya mzee, amekuachia uwe nyama vizuri akule, umekimbia huko umepoa maji, haina macho, haina masikio, ni chupu. Hata hii maji ni upako. Chukua weka kwa nyumba. Ile siku ndio mtakutana na mzee vizuri. Atakuja na kiboko alikuwa hajawahi kucha nayo. Sasa ni atakuja na kiboko vizuri. Ile mapepo ya kwenu uliamsha kwa sababu huko unajua ni wapi unaenda. Sasa umeamsha mapepo unasema na huyu pasta ni kama alitaka. Wewe ndio ulienda huko. Utapigwa vizuri. Ati maji ya tu ni Yesu sasa. Ati Roho Mtakatifu nimekuja amebaki nusu. Sasa kesho tunaweza. Atipetwaka mafuta leo umebaki kota. Hana alikwambia Yesu anamesha, anakuwa amesha leaders. Hapa kwa video tulia hii. Hana alikwambia kitu kama hiyo. Nyinyi. Biblia tuambia kitabu cha Isaya 5. Watu wao wanafanya nini wanapotea kwa mahali? Because you don't know Jesus. Hamjui wapi anapatikana. Unaona anapatikana kwa chupa, surely. Expired. Hata mimi nashinda Yesu kwa sababu kama ako hapo ndani ya maisha na usomfanye hivi. Yesu ni kwapi? We, kama una Roho Mtakatifu kubali. Kama una Roho Mtakatifu, wewe kubali huko hivyo. Ngojea siku yako ifike upate the Holy Spirit. Kama huna huo, na kuna mtu anakosa Roho Mtakatifu. Hakuna. Hata mtoto mwenye amezaliwa hakuna Holy Spirit. Yeah. Kwa sababu huyu mtoto ukimuua wewe, wamama wale wanauaga watoto. Umeona mtoto amekufa, huyo mtoto anaenda kwa malaika wa Mungu. Ndiye atafungua mlango yako ya kuingia huko. Na atakuona wewe unakuja unaona ni mtoto wako. Sasa ulimuona na akuruka ni malaika. Utafanyaje? Because watoto wote ambao wako chini ya miaka 15 kwenda kurudi nyuma kwa Mungu. Wakikufa wanaenda direct au kuna mahali wanaenda. Hata kuna mwingine alikuwa ametoka kwa Nairobi. Huyo mtoto ako wapi? Kwanza inaki paradise kwa sababu ana dhambi. Anaenda direct. Wewe ukikufa unaenda paradise. Mahali penye Abrahamu yako unangojea siku zako za mwisho. Huyu mtoto anaenda direct kwa malaika. Hata labda yeye anakuchunga saa hii. Ndio anakuhangaisha. Unakuwa umemhangaisha. Lakini sasa hivi kinawaambia kwamba wachana na sarakasi. Ukienda tu ukwenda mtu anakuambia ndio shilingi 500 nikupea maji. Huyo mchawi. Kwanza ni mwizi na tena ni mchawi. Kwa sababu hakuna vile utauza maji akienda fungua mtu. Ni wapi imesemekana kwa Biblia atienda uza? Alafu anakuambia Yesu alikuwa anatembea juu ya maji. Wewe mtu ambaye anatembea juu ya maji kuone atiende tu river, aende tu nje aliyoza atembea. Akitembea juu ya maji atakuponyesha na maji. Yaani akimama tu atembea juu ya maji atakuwa hawezi. Hata yeye ni mazoea peke yake anachungulianga, anaona kama imekuja tu anasema hapana tusiende. Alafu unaota ndoto unapitia kwa maji chafu na umekunywa maji safi. Hadi ndoto zinatoka wapi? Mimi siko. Unaenda kama unaenda ni sawa kwa sababu uko ndio unaenda. Kwa nini sasa? So mimi najisikia kwamba ile ujumbe ambao umepewa hapa ya mifupa mikavu. Kwa nini sasa?
Mifupa mikavu inamaanisha nini? Mifupa mikavu, kwa nini Ezekiel aliambiwa akatapirie mifupa ambayo ina nyama ikakuwa hai? Biblia inatuambia kitabu cha Ezekiel hatendo kwamba na Mungu akaonyesha Ezekiel mifupa na akauliza Ezekiel, ni nini unaona? Akaambia Mungu kwamba ninaona mifupa ambayo imekauka ina nyama, na Mungu akaambia Ezekiel, unaweza itapiria mifupa ikakuwa hai tena. Biblia ikatuambia kwamba Ezekiel akaambia Mungu, wajua wewe Bwana. Ezekiel hakujipiga kifua. Hakujipiga kifua kwamba mimi ndio niko na upako. Hakujipiga kifua akasema mimi ndio niko na anointing. Hakujipiga kifua akasema mimi ndio niko na uwezo. Aliambia Mungu kwamba wajua wewe Bwana, kama hii mifupa inaweza kuwa hai tena. Lakini Biblia ikatuambia kwamba Ezekiel akaitapilia. Bwana akaambia Ezekiel, itapilia sasa. Wakati maisha yako yanaenda kinyume, unapouliza Mungu anakupatia mwelekeo. Mungu atakwambia ni kitu gani unafaa kufanya ili ukarejeshe maisha yako mahali ilikuwa imekataliwa. Huenda watu wa upendo walikamata nyumba yako, wakakamata maisha yako hivi. Utapili maisha yako, kaambia Mungu, maisha mimi nimekaa kile maisha nilipatia ni kama ni maisha kiwete. Leo Mungu ajua kwamba mimi nafaa kuendelea tena. Na Mungu atarestore maisha yako. Kwa nini? Usije tu kama watu wa ulimwengu. Haya, mimi na Mathayo Ezekiel chapter, kuna kitabu Ezekiel chapter 34 verse 11. 34:11 inasema nini? Niko na kitabu 3 nusu. Chapter 34:11 in the English inasema kwamba, for thus saith the Lord, behold, we suppose such my sheep and seek them out. Yaani Mungu anakuambia, anakuambia kwamba na Mungu anatumana kwamba kondoo zake mahali zilikuwa zimepotelea, kwa maana anatutuma kwamba tukaenda tukatafute mahali zimepotelea, tukasilete kwa malisho yenye walikuwa wamekula zamani. Baada siku unapokuwa na kondoo kwa nyumba zako, umeweka kwa lisho lako, alafu mwizi amekuja kuiba kondoo, hata zile siko kwa nyumba, utaziwacha kwa nasi kwa safe, wewe utafuta ile kondoo iliyoibiwa. Baada siku wewe kwa maneno, kuna watu wamekaa vizuri sana kukuliko, lakini wanashindwa ni kitu gani ilifanyika kwa maisha yetu. Kwa sababu ndugu zako wanakaa vizuri, ni mimi tu na mama yangu ambayo tunateseka. Huenda kuna mtu aliiba, ndio tayari huenda kuna mtu aliingia katika maisha yetu ili mkakaa kulingana na vile mnakaa. Bali Mungu anasema ya kwamba nitaenda kuleta watu wangu mahali walikuwa wamepotelea, wakakuja kwa shamba lao, wakakuja kwa nyumba zao ili wakakae na watu wao. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Haya tunapata hiyo ujumbe. Namalizia. Muda umepata Ezekiel 34. Wewe uko na Kiswahili. Unajua mimi Kiswahili kusoma. Ndio unaona niko na Kiingereza. Kiswahili kisoma hapa utaona soma Kibuya. Sasa mimi sijui. Kuongea ninajua lakini kusoma hii. Nilipata E minus kwa Kiswahili. E minus E. Kiingereza nilipata B+. Unajua sisi tunaenda umachua, tuende machini. Ndio unaona hiki Biblia zangu zote ni Kiingereza. Hata Biblia niko na hii Kiingereza. Na hii ni Kiingereza. Niko na Biblia 3 na zote ni Kiingereza. Hata niliwahi Kiswahili niliwahi hapa. Basi na hakika ndani sisi soka hapo kama hata ifunguki. Haya mtanisomea sasa hapo. Ezekiel 34. Na ndio kwa Isaya 11 Biblia inasema nini? Inasema. Yes. Maana Bwana Mungu asema hivi. Maana Bwana Mungu anasema hivi. Tazama mimi mwenyewe. Tazama mimi mwenyewe. Na mimi. Nitawatafuta kondoo zangu na kuwaokoa. Nitatafuta kondoo. Sasa Mungu mwenyewe anaambia Ezekiel kwamba tazama mimi mwenyewe ninaenda kutafuta kondoo zangu ambazo zimepotea. Huenda wewe umepotea katika anga ya Mungu. Mungu leo anakutafuta. Chochote umepotea leo anakutafuta. Haijalishi umepita maisha gani, haijalishi foundation ya pendo, foundation ya Mungu leo inakugoshia. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Because God is now giving you the direction. Wakati Ezekiel alikuwa anapiga Mungu, alikuwa anatapiria mambo ya watu. Mungu akamwambia ujumbe, hata wewe leo endelea kumtumishi wa Mungu na kuwaulizia kama vile mchungaji atafutavyo kondoo zake. Siku ile atapokuwa kati ya kondoo zake waliotawanyika, ndivyo nitakawatafuta kondoo zangu, nami nitawaokoa katika mahali pote walipotawanyika. Yaani mahali mliwekwa, mahali watu waliowekwa katika mabaeno ukaweka mahali, hapo ndio naenda kurejesha kila kitu. Wewe mambo yenu yanafanyika ndio unarudi kwa lenye Mungu. Wewe mambo yenu yanapika ndio unatoka kwa lenye Mungu. Wewe watu waliokata ndio unarudi kwa lenye Mungu. Bwana ametumana chochote ambaye kwenda kamata, chochote liko unaondoa. Hiyo ndio inaondolewa kwanza ndio mkarejewe. Lazima tuko
imeshika maisha yako, ile kitu imeshika mateka ambayo umepotea, ile roho Bwana akawarejeshe mahali penye mnakaa, sio penye mlikuwa umeambiwa. Unaishi maisha sio yako, unakaa ndoa sio yako, unakaa maisha sio yako, unafanya biashara sio yako. Leo yote inakuja, roho Bwana anafanya zote. Biblia kaniambia anarejesha. Haijalishi ni wapi waliondoka, haijalishi ni wapi walikukataa. Labda hapa penye huko ndio kuna shida. Unajua nimegoma nyumbani, kumbe penye huko. Haya, endelea tu hapo. Tunataka kuruka hiyo. Basi tu mtumishi hapa. 13 yasema. Nasema nini? Nami nitawatoa katika watu wa mataifa. Nitawatoa kwa wale watu wa mataifa. Watu wa mataifa ni watu wenye wako na wivu kwa maisha yako. Watu wa mataifa ni wenye wataka uendelee. Watu wa mataifa ni wenye wataka ukae na raha. Watu wa mataifa ni wataka ukae na ndoa nzuri. Watu wa mataifa watafanya kazi ya Mungu, maana umejaa wivu. Ndio roho ya wivu ya kukataa nyumba yako, ya kukataa kazi yako, ya kukupika vita, ya kusema utaendelea. Ndio ni watu wa mataifa. Lazima tuondoe mbele yako ili ukakae na uhuru. Hatuweka tukifungwa na watu, no. Hatuwezi nimekaa hivi tumefungwa. Nani anaona polisi akifunga mchenzi hapo damu? Ndivyo ndio shetani anafunga mtu. Yaani ukitaka kufunga lazima anakuja pole, anakuwa kama anakutime. Unajua polisi ni werefu, anatime mtu kwanza. Yaani unafanya zako lakini amekaa hivi anakuangalia. Wakati anakukamata hivi, anakuweka pia. Shetani ndiye anafanya. Shetani anakuangalia wewe. Siko ni utakasirika tu mzee. Anachukua anapeka huko. Sasa tunafaa tuangalie ni wapi penye tuko. Wacha tuache hapo. Fungulie kitabu ya Marko. Nitakupenda sana. Chapter 11. Unamalizia. Hiyo ni ukitaka kitabu utaiombea hapo kumaliza kuja. Marko 11. Kitabu cha Marko 11. Biblia inasema ni kuacha penyewe. Hata walipokaribia Yerusalemu, Biblia inatuambia kwamba walipokaribia Yerusalemu, Yerusalemu ni mji ambao ulikuwa unapendezwa na Yesu alikuwa anatembea kila wakati kufanya huduma. Biblia inaniambia kwamba Yerusalemu huko ndio ukuta ulikuwa umepomboka na Yesu akatabiri ataijenga kwa siku 3. Ndio ufufuo wake wa Yesu Kristo, si ndio? Haya, tuone sasa. Karibu na Bethfage na Bethania, kukabili mlima wa Mizeituni. Aliwatuma wawili katika wanafunzi wake. Yaani akatuma watumishi wake wawili. Akawaambia, nendeni mpaka kile kijiji. Nendeni kwa kijiji ya kina Torini mahali amezaliwa. Nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili. Na katika kuingia ndani yake, mara mtaona mwanapunda amefungwa. Utaenda kwa kijiji cha kina Torini. Utapata kuna mama ako kwa hiyo pomba. Utapata watoto wake kwa hiyo pomba. Maisha yenye wanakaa ni maisha ambayo yanafanana. Yaani hao watu wamefungwa wote wawili. Wote. Yaani Biblia inatuambia mama anatoa, mtoto anatoa, baba anatoa. Hiyo ndio tunataka. Maisha unaishi maisha ya kufungwa kwa kijiji yenu. The problem sio mahali huko. The problem ni kijiji. Kijiji ni mahali watu waendelee. Kijiji ni mahali watu wakae vizuri. Kijiji ni mahali ambapo ulizaliwa. Ni foundation ya Pomalendo. Biblia inatuambia ndani katika kijiji utapata punda na mwanapunda. Wamefungwa wote wawili. Enda mkawafungue. Wafungue leo. Mkawalete kwa Yesu. Ukiulizwa mtu alikuwa anawatafuta. Amen. Amen. Poma lako ndio kijiji. Hiyo shida yuko nayo. Angalia ni wapi ilianzia. Wewe ulikuja na hiyo ukiwa sawa, lakini mambo yake yakiharibika. Hiyo kijiji mahali ulikuwa umetoka nyumbani, foundation ya kweli ndio inatitana maisha yako ya baadaye. Ulisoma vizuri, unahitaji ukapate kazi, lakini hakuna kazi unapata. Kwa sababu foundation yenu haikubali ukaenda mahali. Foundation yenu inakufunga. Unahitaji kwenda ng'ambo. Wewe zimeenda mzeke. Baba yako atawahi panda ndege. Mama yako atawahi panda ndege. Sasa atawahi panda ndege. Hata unajijazia. Unasema yule kwa mama yako, leo ninakaa kama yeye. Lazima utoke kwa kijiji mpendwa. Utoke kwa kifungo. Hiyo kifungo sio yako. Ndio Bwana anakutuma. Leo anakutoa ndani. Hata kama ulifanya nini, leo anakutoa ndani. Leo ni nyororo. Leo anakutoa ndani. Leo sataka. Leo anakutoa ndani. Watu wajesimama. Leo anakuachilia. Ndio Bwana anashuka. Wako kwa Pomalendo. Kwa miteko. Kuondoa laana. Katika maisha yenu. Amen. Pendeza siwe. Maisha sasa. Hata na maisha tunaanza kuomba.
asiyepanda na mtu bado, mfungueni kamleteni. Na mtu akiwaambia, mbona mnafanya hivi? Semeni, Bwana anamhitaji na mara atamrudisha tena hapa. Wakaenda zao, wakamwona mwanapunda amefungwa penye mlango, akaingia katika njia kuu, akamfungua. Baadhi ya watu waliosimama huko wakamwambia, mnafanya nini kumfungua mwanapunda? Wakamwambia kama Yesu alivyowaongoza. Wacha niwaambie mpendwa, wakati Mungu anafungua milango iliyokataliwa kwa maisha yako, watu wa kweli wataanza kuongea mambo mengi. Wakati unapata breakthrough ya maisha, kuna rafiki ambaye alikuwa anataka ufanye, ataanza kuchazwa na roho mbaya, ataanza kuchomeka ndani ya roho, ataanza kushindwa ni nini hii, atasema huyu alipata wapi neema, atasema huyu mtu alipata wapi kuhubiri, au watu wako na uhubiri, huyu ameanza kuhubiri nini, utaitwa ni teboshma, utaitwa majina ambayo sio kwendo. Endelea mbele, maana Mungu amekujalia. Wakati Mungu alionekana kwa Samueli, aliambia Samueli, nimekutafuta wewe, hata kama hujazaliwa, nilikuwa nimekujua, nilikuwa nimekupaka mafuta, nilikuwa nimekuseta zote, utahubiri injili ya Mungu, utatoa mapepo, utatabiria watu, kwa maneno itainuliwa, madhabahu zenu zitainuliwa. Roho anako kwako, leo anakutuma mpendwa, kwamba amekuweka uhuru, wewe ufunje kila makana baba yako, kila maroho baba yako, kila madhabahu baba yako. Leo lazima utamke ile maroho iliyofunga mama yako, inafunga maisha yako, ile maroho iliyofunga baba yako, imefunga maisha yako, ile njia baba yako alipitia, ndio unapitia hata wewe. Baba yako alikuwa mlevi, hata wewe ni mlevi. Baba yako alikataa shule, hata utumaliza shule, ndio roho iondoke, ili ukasimame na Mungu. Mungu anatumana leo, haijalishi ni wapi ulizaliwa, hata kama ni kwenu, ndio Bwana anaingia ndani, hata kama ni shosho, tunamtoa mbele alizikwa, akakufungua leo, ili akakuachilie, na tunakutia kwa kaburi. Tuko na uwezo ya kuvunja makano, tuko na uwezo ya kukata covenant ambayo ilifanya na wazee wenye kufa zamani, wakakuwa na roho zao, waende na vitu zao. Chochote iliwacho kwako haitafanya kazi. Iliwacha na mashosho, nasema iwezekane. Iliwacha na marabii, nasema iwezekane. Nakataa hiyo nyogo, nakataa uchawi, nakataa laana, nakataa madhabahu. Madhabahu ya baba yako haitaongea kwako. Neema ya Mungu inashuka kwenu, neema ya Mungu inashuka kwa maisha yako, neema ya Mungu inaonekana leo. Moto wa Yesu ukashuke, ukashuke. Oh my God, uonekane kwako, kwa maisha ya watoto wako ufunguliwe, nyumba yako iachiliwe, maisha yako iachiliwe, shamba lako waiweke mipaka. Tunaamua kiroho, wanapanda kimwili, tunaamua kiroho, wanapanda kimwili. Hatujali watakucha na nini. Biblia inaniambia haujali ambayo mlete, wanakucha na mawe, ninakucha na neno, wanakucha na mawe, ninakucha na neno. Neno hapana ni upanga, ninakata mbele, ninakata nyuma. Wakanga wanaanguka, wachawi wanaanguka, madhabahu inaanguka, malaya inaanguka, kila roho inakatwa na damu ya Yesu, inakatwa na damu ya Yesu. Kila magonjwa inakatwa, kila laana na damu ya Yesu, kila madhabahu na damu ya Yesu, kila Illuminati na damu ya Yesu, kila majini na damu ya Yesu. Ndani ya Mungu inapenya leo, inasimama leo kwa nyumba ya baba yako, tunasimama leo kwa nyumba ya mama yako, tunasimama leo kwa nyumba ya shosho, tunasimama, tunamwamsha afungue wewe, awache wewe, ukaendelee ndoa yako, wewe kapanyoka, inakuachilia leo, inakutabika, watakuachilia. Oh my God, ambia Mungu ni asante. Oh my God, tusome tumalizie, wachana na hiyo. Fungue kitabu cha Yesu chapter 4, tumalizie na hiyo. Nataka kila mtu asimame, mwangalie vizuri. Kitabu gani? Ezra chapter 4. Kitabu cha Ezra mlango wa 4. Basi adui wa Yuda na Benjamini waliposikia ya kuwa wana wa uhamisho wamejengea Bwana Mungu wa Israeli hekalu,
Wakamkaribia Zerubabeli na wakuu wa mbari za mababa wakamwambia, na tujenge sisi nasi pamoja nani, kwa maana twamtafuta Mungu wenu kama ninyi, nasi twamtolea dhabihu tangu zamani za Esar-Hadoni mfalme wa Ashuru aliyetupandisha mpaka hapa. Lakini Zerubabeli na Yoshua na wakuu wengine wa mbari za mababa katika Israeli wakamwambia, nyinyi haiwahusu kushirikiana nasi katika kujengea Mungu wetu nyumba, bali sisi wenyewe peke yetu tutamjengea Bwana Mungu wa Israeli nyumba katika ufalme wa Koreshi, mfalme wa Uajemi aliyotuamuru. Ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga, wakawaajiri washauri juu yao ili kuwapiga kusudi lao. Wakati ule tuondoka juu na mbele walikuwa wanacheka ukuta. Biblia inaambia kitabu inaeleza kwamba watu walikuwa mahali hapo ambao walikuwa wanaishi katika hiyo mji. Walipiga kujenga upendo kujenga madhabahu za Mungu. Wakati unafanya mipango ya maisha yako, wakati unaweka mipango ya boma yako, wakati unaweka mipango ya kujenga nyumba, wakati unaweka mipango ya kulima shamba, kuna watu wamekaa hapo. Kazi yako ni kuchunguza maisha yako. Ndio unapanga wanajua, unapanga kujenga nyumba wanajua, unapanga kuoa wanajua, unapanga kupeleka mali wanajua, unapanga kupeleka mali kwa kila bibi wanajua. Hiyo roho ya kuchunguza maisha yako hiyo inatumika na watu ambao kuna madhabahu mbaya. Waliambia Zerubabeli, wewe ni nani utajenga ukuta? Hautajenga, maana nitabweha nikisimama kwa ukuta nitaanguka. Lakini Zerubabeli akaambia Mungu, nipatie mwelekeo. Bwana akashuka tena akaambia Zerubabeli, hao watu ni wako, wacha mimi mwenyewe nitatiru na hao watu. Endelea kujenga, mpendwa, endelea mbele, endelea na kazi yako, endelea na huduma yako. Wataongea leo, kesho watalala, wataongea leo, kesho watalala. Wanataka atakupea leo, kesho atakudai, atakupatia chakula kule, kesho atakutangaza, atakupea mavazi. Wanafaa ukapika kwa njia, anasema hiyo ni nguo yangu nilimupatia, kama sio mimi angetelemea uchi. Ambia Mungu akupea nguo sasa, ambia Mungu akupea chakula, ambia Mungu sitakaa mjane, sitakaa moto. Aliyeachwa kwa nyumba yako inarejeshwa, maisha yako inarejeshwa, inajengwa upya. Haijalishi nani waliongea, ni watu tu. Sauti za watu hazitajenga ukuta, sauti za watu haitatingiza wewe. Enda mbele, achilia Mungu na Roho anasimama. Tukasimame sasa, tuke wimbo ora mokatarabasa. Wewe Mungu wangu leo ani kama wewe, nakupenda ani kama wewe, nakujua Mungu wangu leo ani kama wewe.
Ambaye kwa mekata katika kifungo ya mashariki
wakaweka mbanifa, wakaweka wayo, wakaweka zengeke, tuzipite mkono pana umakusa. Tasama nyume umame kote. Huenda kuna watu walitana nyota yake weka. Huenda kuna watu walituma makonyo kwa pomarao, wakatuma roho ya mauti, wakatuma roho ya kukataliwa mekote. Haisa kweli kwake tu. Unamaanisha watoto waliozaliwa chana na roho inawatafuta. Maana familia ambayo ilikuwa inaweka foundation, foundation ya ukaka na uchawi, foundation ambayo sio sawa. The Holy Spirit, you are my God. Tunakuhitaji. Nataka nifanye mama maombi. Nataka kila mtu mahali alipo asikie hii sauti. Nataka ufanye mama maombi, sio mfanye siku nyingine katika imani yako. Ninataka nifanye prayer, sio mfanye katika imani yako. Inafika masaa ambayo lazima Mungu akatende jambo kwa maisha yetu. Inafika masaa ambayo Roho Bwana anarejesha watu nyumbani. Inafika masaa ambayo Mungu anatuma manabii akina Elisha wakakuja wakachome na ukaharibu mipango ya Baali. Naomba wale watumishi wa Mungu wamesimama hapa mbele mkaingia katika prayer. Mkie tu hapo mshikane mikono. I just want you to pray. Huyo mama akiwa katikati na watu wawili. Ninaomba mkaambie Mungu kama hii ukuta ambaye amesimama mbele ungelikuwa ukuta ya kuzuia Zerubabeli kujenga ukuta. Leo unasemeka umejenge ukuta Jeriko umekona. Baba tunamleta kijijini Bwana. Baba tunatafuta maisha yake Bwana. Baba tunamkabidhi jamii yake mikononi mwako. Baba ukatembea ukamwonekanie. Ukamwongoe siku ya leo Bwana. Ukaachilie ukombozi kwa maisha yake Bwana. Hakuna mkombozi aliyo kama wewe. Wewe ndio daktari mwema Jehova. Wewe ndio mwalimu mwema Jehova. Wewe ndio mkombozi. Baba ulimjua kabla. Ulimjua Baba. Baba nyota hiyo Baba tunaendea hiyo nyota Bwana tunaletea hiyo nyota Baba tunaletea nyota yake tunaletea nyota watoto wake tunaletea Baba ninatumana roho akafanya msako kwa hiyo mama ninatumana roho takatifu akafanya kwa hiyo mama kila anga ya giza Bwana ninatuma roho yako akaondoe kila madhabahu ya waganga na wachawi. Baba ninatuma roho takatifu anafanya msako Bwana kwa hiyo tunafinasana roho hapa Bwana akashuke ndani mwao Baba neema uliyotupatia ninatuma kila neema ninatuma ninakamata madhabahu za giza, madhabahu za magonjwa, madhabahu za laana, madhabahu za roho ya kifo, madhabahu za kuleta magonjwa, madhabahu za kuleta laana kwa biashara. Ninakamata hiyo roho mahali waliweka wakachukua sadaka wakaweka ndani. Tumesimama kama manabii, tunakamata hiyo roho mahali waliweka yeye wakachileta wenyewe. Oh my God, glory. Baba nakamata roho iliyokuwa
Katika jina la Yesu. Kama ni watu walikufa, tunakamata hiyo madhabahu, tunakamata hizo roho za kuchanganya watoto, za kuchanganya ndoa, za kuchanganya maisha ya watoto. Hiyo madhabahu tunaipoa. Ikafunguliwa sasa. Nini akina nani watu wa atulia katika jina la Yesu. Nataka mkafungue kila kitu ambacho nini akina nani kwanza, nataka mniambie nini akina nani. Akina nani? Fungua, nataka aenda wale magonjwa mko umetuma kwa bibi yake asitembee, nataka mfungue katika jina la Yesu. Fungua magoti yake, kila kitu. Tulia. Ukatulia katika jina la Yesu. Yale magonjwa ambayo ulikuwa umetuma kwake yote nataka katika jina la Yesu. Chota hizo uchawi yako katika jina la Yesu. Sanya kila kitu unatumia nini? Ulifunga baba watoto utafuta nini kingine? Nini waliotaka nini akina unafanya nini? Ulifunga ndoa umefunga nini? Watoto wako unafunga kwa nini jina? Na nani mwingine? Watoto wako unafunga na nani mwingine? Wewe unataka kwa hapo kufanya nini? Unatafuta nini kwake? Kazi yako unifanyie. Kazi yako unifanyie. Uliharibu kazi yako. Ulitumia nini kwa kazi yako? Ukifika umwambie kwa mimi ndio wanafanya kwa